Karibu katika Hali Halisi, ukweli haubadiliki. Ninayekukaribisha ndimi Johnson Jabir. Irani inaendelea kukumbwa na mapinduzi na maandamano makubwa ya wananchi dhidi ya utawala yanayoingia siku ya 25 sasa, hasa katika miji mikubwa kama Tehran, Isfahan na Kermanshah. Wananchi wengi wanadai mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Jeshi na vikosi vya usalama vimeendelea kutumia nguvu kubwa kujaribu kuzuia maandamano, kutoa hukumu kali na kuhatarisha hatima ya waandamanaji waliokamatwa. Mkuu wa mahakama ameitaka kutekeleza adhabu kali, ikiwemo vifo kwa waliokamatwa. Serikali ya Iran imechapisha idadi rasmi ya waliokufa kutokana na vurugu, ikieleza kuwa watu 3117 waliuawa, takwimu ambayo ni ndogo kuliko makadirio ya vikundi vya haki za binadamu. Serikali imeendelea kuweka kizuizi cha karibu kabisa cha mtandao wa internet na simu nchini humo, kuzuia taarifa kutoka nje na kudhibiti mawasiliano ya ndani ya nchi hiyo. Kuunganishwa kwa mtandao kumeripotiwa kupungua sana, karibu chini ya 1% ya viwango vya kawaida. Hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyotoa huko Davos nchini Uswizi katika mkutano wa kiuchumi wa kimataifa imewachefua wengi, huku wakiita kuwa ni ya kijinga. I called it a great achievement, but things happen, bad things happen. The things that we can stop are wars if we're smart. That we can stop. Those are a matter of being intelligent and having intelligent people on the other side, because wars are the worst of all. Wars are worse than anything. But we can stop wars because that's sort of up to us. But things like dust flying in the air, wherever COVID comes from or whatever. Katika dakika 70 alizozipata za kuhutubia mataifa mbalimbali, Trump alitumia muda mwingi kuwasimanga na kuwatusi mataifa mbalimbali ikiwemo Ufaransa na Canada pamoja na taasisi mbalimbali za kiraia. Trump alisema kuwa baadhi ya maeneo ya bara la Ulaya hayatambuliki na kwamba bara hilo linaelekea kubaya, hatua ambayo imewaudhi wengi. Aidha, rais huyo alisema kuwa China inauza bidhaa zake kwa watu wajinga wasiojua kitu ili kutengeneza kitu. Trump, he seems an international gangster who doesn't care about the international norms, diplomatic norms. He do a lot of things that violates international laws. So he seems someone who doesn't care about the international diplomatic norms in broader nation. Trump is not a good person, and I believe Somalis have contributed to the development of his country. His derogatory statements about us will ultimately harm his own nation. He has failed to acknowledge what Somalis deserve, and as a result, we no longer respect him. I hope our government will address his remarks appropriately. Na uchaguzi wa rais katika Jamhuri ya Kongo umetangazwa kuwa utafanyika mnamo tarehe 15 Machi mwaka 2026. Rais wa sasa Denis Sassou Nguesso yupo madarakani kutoka mwaka 1997, ambapo mnamo mwaka 2015 aliondoa kipengele cha muda wa rais kukaa madarakani. Vyama vya upinzani nchini humo vimeungana ili kupambana na Denis Sassou Nguesso kwa ajili ya uchaguzi huo. Msemaji wa serikali ya Congo Brazzaville, Thierry Mungala, alitangaza siku ya Jumanne, Januari 20 mwaka 2026 kupitishwa kwa rasimu ya amri inayoweka tarehe ya uchaguzi wa rais. Mungala alisema kampeni za uchaguzi zitafunguliwa rasmi tarehe 28 Februari mwaka 2026. Baada ya kuiongoza Kongo chini ya mfumo wa chama kimoja kati ya mwaka 1979 na 92, Sassou Nguesso alishindwa na Pascal Lissouba katika uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Akarejea tena madarakani mwaka 1997 baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na hiyo ndiyo hali halisi ya leo duniani. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Panapo majaliwa, ndimi Johnson Jabir. Endelea kuwa nasi. Hali halisi, ukweli haubadiliki.